masuala kama hayo, wewe utaweka mikakati gani katika kuhakikisha kwamba tunaungana tena pamoja kama wanafunzi? One, I'll not be biased. Will you give us a simple definition of effective leadership? A simple definition. Yeah. Effective leadership. It's the ability to inspire. Justify with one example hilo swala la effective leadership. Tumia mfano mmoja labda katika kujustify effective leadership. Uhuru Kenyatta, like when he was ruling the country, he promoted national unity. Katika taifa la Kenya tumeona na kushuhudia maandamano ya vizazi vya Gen Z. Pakiwekwa maandamano shuleni, labda mtaweza kukabiliana nayo ama mtahakikisha kwamba kabla ya wanafunzi kufikia hiyo hatua mmeweza kuzuia hilo swala? Unajua maandamano like haikujangi tu hivyo. Lazima kuwe na malalamishi ndio kuwe na maandamano. So we will sit down, sikiza wanafunzi mashida zao ili kuzuia hiyo maandamano. Shukran sana. Let's make an assumption that one student is harassed by the other within ama inside the hostel. In accordance to your view, how should the leadership respond to ensure that justice and fairness is enhanced? So hiyo naweza encourage kitu inaitwa as in security kwa kifupi. Hapana, wajua wanasema vyuma vikikaa pamoja vikosi kugongana. Kwa hivyo wanafunzi wako wanachangamana pamoja. Labda pameibuka mgogoro baina yetu na unajua hatufanani. Mimi labda kuna watu ambao hawajui kujitetea labda. Kwa hivyo nyinyi kama viongozi katika hiyo sekta na idara ya security na accommodation mtaweka mikakati gani kuhakikisha ya kwamba mnatutetea ama mnasimama kati yetu kwa kuhakikisha usawa? Kitu ya kwanza naweza ni kitu inaitwa negotiation. Tunajua na solve issues. Hapo negotiation itasolve kila kitu kishaongea. Kwa hivyo masuala ya sheria mkononi tuweke pembeni. Hiyo tuachie polisi. So what do you think in accordance to your view kuhusiana na kuintroduce digital hostel access kitu kama vile biometric entry?